Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Yakobo kwa kunipa neema ya kuwa hai, kwa afya na uzima alionijalia. Pia namshukuru kwa kibali alichonipa cha kuweza kusimama mbele yenu na kuwaletea neno lake. Jina la Bwana libarikiwe. Jumapili ya leo tunakwenda kujifunza somo linalosema kurejesha utukufu wa Mungu uliopotea sababu ya mazoea. Kurejesha utukufu wa Mungu uliopotea kwa sababu ya mazoea. Na kitabu ambacho nitakitumia sana ni kitabu cha Samueli. Ni kitabu ambacho kiliandikwa na Nabii Samueli mwenyewe. Zamani kitabu cha Samueli kilikuwa kimoja, lakini sasa tuna kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Ila zamani kilikuwa kimoja. Mwandishi wa kitabu hichi ni Nabii Samueli. Mtu anaweza kauliza, mbona Samueli alikufa? Yale mengine aliendeleza nani? Walikuja kuendeleza Nabii Nathani na Gadi. Kwa ni vitabu vilivyokamilishwa na waandishi watatu: Samueli, Nathani na Gadi. Tutaanza kusoma Samueli wa kwanza mstari wa 4. Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema, ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri. Nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli. Nao walipopigana, Waisraeli wakapigwa na Wafilisti. Waliwaua karibu 4,000 katika uwanja wa vita. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana kutoka Shilo hadi huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akae juu ya makerubi. Na Hofni na Fineasi, wana wawili wa Eli, walikuwako huko pamoja na sanduku la Mungu. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa kelele zile, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana Mungu limeingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawahi jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayeweza kutuokoa kwa miungu hawa wenye nguvu? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Jipeni moyo na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama hao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyieni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani mwake, wakauawa watu wengi sana. Maana katika Israeli walianguka watu 30,000 walioenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa, na Hofni na Fineasi, wale wana wawili wa Eli, wakauawa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumepata picha. Waisraeli walikuwa wakiwa vitani
wakipambana na Wafilisti. Lakini katika vita ile Waisraeli wakapigwa sana. Wazee wakakaa kwenye baraza, wakasema, mbona Bwana majeshi ameamua kutupiga leo? Wakasema, hapana, twende tukalichukue sanduku la agano, sanduku la Bwana, sanduku ambalo liliundwa kwa maelekezo ya Mungu aliyompatia Musa katika mlima Sinai. Na ndani ya sanduku yalikuwamo yale mawe mawili yaliyokuwa na amri 10 za Mungu. Pia katika sanduku lile ndani yake kulikuwako na fimbo ya Haruni iliyochipuka. Sasa lile sanduku lilikuwa na maana kubwa kwenye taifa la Israeli. Ukirejea nyuma unakuta kwamba lile sanduku lilipokuwa likipita katika mto Yordani, sanduku liligawanya maji yalikauka. Ni sanduku ambalo lilikuwa inawakilisha uwepo wa Mungu miongoni mwa Israeli. Na mahali popote ambapo sanduku lilifika, kama Waisraeli walikuwa vitani, basi Waisraeli walikuwa wakishinda vita, wakiibuka washindi. Maana sanduku linawakilisha utukufu wa Mungu, linawakilisha uwepo wa Bwana. Na mahali palipo na uwepo wa Bwana, hapo mahali pana salama. Mahali palipo na uwezo wa Bwana, pana nguvu za kiungu. Na sanduku kwa mujibu wa kanuni lilikuwa likiongozwa na kabila la makuhani. Na kabila ambayo Mungu alichagua lilikuwa ni kabila la Walawi. Kabila la Walawi ndio lilikuwa kabila lenye kuweza kulibeba sanduku lile, kuongozwa na makuhani, maana ndio ukoo wa makuhani. Zinafika zama za kuhani Eli. Kuhani Eli aliyekuwa na watoto wawili, Hofni na Finehasi, watoto ambao waligeuza sheria za Bwana, watoto ambao waliziacha kanuni za Bwana majeshi, kanuni ambazo ziliongoza Israeli katika namna gani ya kuendesha ibada. Wakageuza, wanasema leteni nyama zilizolostiwa kwa kuhani, wakati ilikuwa sio sheria. Zile nyama kama ni sadaka lazima ziteketezwe. Lakini wakageuza kila kitu. Basi Bwana aliwachukia sana watoto wa Eli, kwa sababu walikuwa wameacha maagizo ya Mungu. Tunaposema tunapinga roho ya mazoea ili kurejesha utukufu wa Bwana, tunamaanisha ni kwamba zile sheria ambazo Mungu aliziweka tunaendelea kuzishika. Tunaposema kukataa roho ya mazoea ni kumaanisha kwamba tunamwendea Mungu kama yeye alivyosema tumwendee. Roho ya mazoea ikawatafuna watoto wa Eli, Hofni na Finehasi. Wale wazee wa Israeli wakasema, hatujawahi kupigwa kwa namna hii, kalileteni sanduku la Bwana. Sanduku lilikuwa linakaa Shilo. Shilo ndiko ibada zilizofanyika. Hata ukikumbuka yule Ana tasa alienda Shilo kuomba mtoto, akampata Samueli. Wakaenda kule Shilo, wakalichukua sanduku. Na lilipofika kambini, Waisraeli wakasema, wakapiga kelele za shangwe, maana wakasema Mungu amekuja vitani. Na jina la Mungu tunasema ni Bwana majeshi. Waebrania wanasema Yahweh Sabaoth ni Bwana majeshi, hajawahi shinda vita yoyote. Hivyo sanduku lilivyoingia, wakasema tumeshinda vita. Mungu wangu hawakujua. Hata Wafilisti wakatetemeka, wakasema Mungu tumekwisha. Huyu ni Mungu aliye mkuu wa miungu yote. Aliwapiga Misri kwa mapigo yote.
Ni kweli uwepo wa Bwana umeingia, lakini ni watu gani wanaweza kusababisha nguvu ya Bwana itende kazi? Mmoja ya watu waliobeba sanduku la agano ni Hofni na Finehasi, ambao Mungu aliwakataa. Sanduku likawageuzia kibao, Israeli wakapigwa maelfu, na sanduku la Bwana likachukuliwa. Uwepo wa Bwana unaondoka katikati ya taifa la Israeli sababu ya watu wawili, Hofni na Finehasi. Roho ya mazoea imefanya kanisa lipoteze nguvu. Wale watu ambao wamekuwa wakibadilisha kanuni ambazo Mungu aliziachia kanisa, kanisa lina uwepo tena. Kanisa limebaki halina uwepo tena. Kanisa limekuwa halina utofauti na dunia. Roho ya mazoea imeingia kanisani. Yule Ariusi aliyekuwa mtumishi kule Misri, Alexandria, alipoanza kufundisha kwamba Yesu sio Mungu, kutokana na ile nadharia yao ya monotheism, Mungu mmoja, wakasema Yesu ni mtumwa tu, mtu mmoja, kutokana na mafundisho potofu, kutokana na kuchukulia neno la Mungu kimazoea, imepelekea hadi leo hii wengine wanasema Yesu sio Mungu. Roho ya mazoea inaanza kwa mtu mmoja mmoja, inazidi kusambaa. Kanuni ambazo Mungu aliziweka katika kanisa huwa zinaanza kupotea kwa mtu mmoja mmoja, kisha zinavuna kanisa zima. Hao manabii wa uongo wanaoinuka kufanya ibada za uongo wamepelekea mpaka leo makanisa mengi yameingia katika ibada hizo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya roho ya mazoea, kumchukulia Mungu kikawaida. Tunaposema roho ya mazoea, maana yake ni kumchukulia Mungu kawaida. Ngoja nikwambie, huyu Mungu sio wa kawaida. Huyu Mungu sio kawaida. Light angelishuka kwako, ungejua sio Mungu wa kawaida. Sanduku limeingia, likapotea. Wafilisti wakalichukua, wakalipeleka kwa mungu wao Dagoni. Yule mungu akaanguka, akalisujudia lile sanamu. Kwa kuwa Mungu ni mmoja, tena ni wa pekee. Katika ulimwengu mzima tuna Mungu mmoja. Ukiona mtu anasema Mungu maji, huyo ni mtu ambaye akili zake ni kama hazina akili, kwa sababu hiyo ni miungu. There is only one God. Kuna Mungu mmoja, and other gods. Inaandikwa kwa herufi ndogo ile miungu. Kwa Mungu ni mmoja. Sanduku lilipoingia kule, likaanza kuwapiga. Na moja ya mji naokumbuka lilienda nikisoma hapa, kuna mji wa Gasi. Ule ni mji ambao alitokea jamaa mmoja aitwa Goliati. Yule Goliati ilikuwa ipande la mtu. Mji ulipofika ukaanza kuteketeza watu. Wafilisti wakakusanyika wakasema tulipeleke Ekroni. Ekroni waliposikia sanduku linakuja, wakasema no, msitulete. Tumesikia habari zao. Lile sanduku ambalo limeshindwa kuwasaidia wazee, lakini imeenda Misri, limeweza kuua adui zao. Nini tunajifunza? Walishindwa kujua kanuni gani za kutumia lile sanduku. Ni watu gani? Unaweza ukasema kwamba Mungu hayupo kwa sababu unapitia katika changamoto, au ukasema Mungu hayupo kwa sababu umeona kitu. Swali la kujiuliza, unaposema Mungu hayupo, jiulize, Mungu kanuni ya kumpata ni ipi? Watu wengi wamekuwa wakisema Mungu hayupo, hanijibu mimi. Shida sio kwamba hakujibu. Shida ni kanuni. Walishindwa kanuni ya kulitumia sanduku. Walivyosema sanduku halijawasaidia, lakini ilipoenda kule mbona ilianza kuwapiga adui? Roho ya mazoea. Hofni na Finehasi wakafa. Ukiendelea mbele, Heli akasikia kwamba sanduku la Bwana limepotea. Na Mungu alikuwa akimkumbusha Heli kuhusiana na wale watu ambao amewapa kusimamia hekalu. Lakini Heli alizidi kuongea kimasiala. Roho ya mazoea
Roho ya mazoea haitaondoka kwa kubembeleza watu. Roho ya mazoea inaondoka kwa kusimamia neno. Kupotosha neno kumepelekea nguvu ya Mungu haipo kanisani. Ibada za makanisani siku hizi ni vituko, ni vichekesho. Ni vituko, ni vichekesho. Kipindi kile mimi nilikuwa mdogo, semina zilikuwa nyingi. Nilikuwa nikienda nikijifunza vitu vingi. Lakini nimekuwa umri mkubwa. Semina ambazo makanisani vijana tunapewa, uchumba na ndoa, biashara kweli kanisani. Arapashetaya. Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na mengine kama hayo mtazidishiwa. Hakuna mtu aliyeanza kumtafuta Yesu akaja akakwama katika maisha haya. Hakuna. Nimesikia watumishi wengi, nimesikiliza vitu vingi, nimesikiliza tena, unaweza kukuta upo katika hali nzuri. Hakuna. God first. Anayekupa uzima wa kufanya kazi hiyo ni Mungu. Anayekupa afya ya kusoma ni Mungu. Nimeshuhudia, nimesoma na watu wengi, ikifika muda wa mtihani wa taifa, huyo mtu anaumwa ashinde kufanya mtihani na ana akili. Mungu kwanza. God first. Hatukatai, ni mafundisho mazuri ya biashara, uchumba na ndoa, lakini mbona amezidi kuliko neno la Mungu? Mimi kwangu hayanisaidii hayo. Kwa sababu naweza nikanunua vitabu nikasoma hivyo na nikajifunza biashara. Lakini kanisani neno la Mungu lipungua, semina za ujazo Roho Mtakatifu hazipo. Ndio maana vijana tumeanza kuchukua mambo ya kimungu kikawaida. Mambo ya ibada kikawaida. Mambo ya kumwabudu Mungu kikawaida. Na tunaposema kikawaida, maana yake ni kupunguza baadhi ya vitu. Kanisa limepunguza muda wa kumwabudu Bwana. Kanisa lina muda wa kumtafuta Mungu kibinafsi. Tazama vijana waombi. Hakuna anayeomba hata kusema hata siku moja nikalale kanisani nitafute Mungu nimwombea, hakuna. Ila kuna mikesha mingi tunakesha. Huwezi kusema dakika 30 kaombe Mungu saizi. Muda wote ni kazi. Harapa sheria Mungu. Haiwezekani. Lazima kanisa lirejee. Na kurejea huku ni kwa nguvu ya uwezo wa Mungu, sio kwa ulegevu, sio kwa kubembelezana. Nitaendelea na story. Basi Eli haiposikia vile, alianguka akavunjika shingo akafa. Neno la Mungu likatimia ambalo Mungu alisema hata ikumbuka nyumba ya Eli kwa sababu ya mazoea aliyoyafanya. Unapokuwa unaleta mazoea kwa Mungu, kuna siku itakuja kupata tatizo kubwa na Mungu atakuacha kwa sababu umemchukulia Mungu kikawaida. Alikuwepo mke wa Finehasi, alikuwa na ujauzito. Aliposikia kwamba sanduku la Bwana limetwaliwa, uchungu kaingia pale. Akamzaa mtoto, akamwita jina lake Ikabodi, akafa. Ikabodi. Akasema Ikabodi ni jina baya kweli. Ikabodi maana yake utukufu wa Bwana umeondoka. Mungu hayupo Israeli tena. Sanduku limechukuliwa. Uwepo wa Bwana upo. Israeli pamekuwa pakiwa. Akamuita Ikabodi. Jina la Kiebrania, kiambishi cha kwanza ika, chenye maana ya ukanushi, na bodi manake ni utukufu. Na tukisema utukufu kwa Kiebrania tumaanisha heshima ya juu ya Mungu. Na heshima ya juu kabisa Mungu. Mungu wetu ni mtakatifu. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Anataka hata watu wanaokuja makanisani wawe kama
Kanisa liache kawaida. Kanisa na dunia ni vitu viwili tofauti ambavyo haviwezi kushikamana. Lakini leo kiangalia kanisa na dunia, hakuna utofauti. Wakikwambia huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu si mtumishi wa Mungu, unaona mbona wote wako sawa? Ndio maana kuna wengine wanasema hatuoni faida ya kusali. Mnaosali na sisi tuko sawa. Kwa nini wanatuchukulia kikawaida? Kwa nini wanatuchukulia kikawaida? Kwa sababu utukufu wa Bwana umeondoka. Utukufu wa Mungu ukiwa na kanisa. Kanisa halijawahi kuzoeleka. Kanisa sio la kuzoeleka. Kanisa ni moto. Ukicheza na kanisa, umecheza na Bwana. Ikabodi. Utukufu wa Bwana umeondoka. Ni moja ya majina ninayoyachukia sana. Lipo jina lingine linaitwa Yezebeli. Yezebeli nalo ni jina linaloonyesha jinsi gani watu wamemkataa Bwana. Unaposema Yezebeli ni mke wa mfalme ambaye alileta mazoea ya Bwana. Huyo mfalme anaitwa Ahabu. Mfalme akaleta miungu migeni Israeli. Wakaanza kuabudu Mungu Baali. Na ndio tunamuona Elia asimama hapo. Elia mtu ambaye alikuwa hapendi ukawaida. Alikuwa hapendi mazoea na Mungu. Akamwambia Ahabu, kwa kuwa umeingiza miungu migeni, basi nasema kwa neno langu mvua haitanyesha miaka 3 na miezi 6. Na mvua ikapotea kabisa. Na Elia naye alikuwa miongoni mwa wahasirika, kwa sababu mvua hainyeshi na yeye ana chakula. Akaenda katika bonde kule akawa analishwa, vyakula vikaisha. Mungu akamwambia Elia, teremkia Sarepta, utamkuta kule mwanamke. Huyo mwanamke ni mjane, utakula kwake. Alifika anambia mwanamke nipikie, anasema naunga nataka nile na watoto nilale. Nile na watoto tule tufe. Akasema kwa neno la Bwana chakula hakitaisha. Kuna muda hela zako hazitakusaidia. Kuna muda hivyo unavyovitafuta havitakusaidia. Utabaki msaada mmoja tu wa Yesu Kristo. Yupo tajiri mmoja alikuwa na mali sana. Nilikuwa namsikiliza ushuhuda wake, nilikuwa namsikiliza mhubiri tu Nicodemus Mwangila. Yule tajiri alikufa, akamwacha mke wake. Yule mke wake naye akawa na ukimwi. Alafu hana mtoto. Kwa akamchukua ndugu yao wamlisishe mali. Yaani vitu vyote walivyovitafuta vimegeuka ni patupu, havina maana. Msaada haupo. Madaktari wamemwambia kwamba hapa ulipofika point of no return, hauwezi kurudi nyuma, lazima ufe. Ndio akutana mtumishi wa Mungu. Lakini ashukuru Mungu kwa sababu alimwokoa, akaanza maisha, akaanza upya tena. Mungu alimsaidia. Kuna mali hela zako hazitakusaidia. Kuna mali unaovitafuta havitakusaidia. Utabaki na Mungu tu. Na kama umemchukulia Mungu kikawaida, hapo hawezi kukusaidia. Basi huyu Ahabu waliendeleza tamaduni zao mbovu. Alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Naboti. Huyu Naboti alikuwa na shamba la mizabibu. Lilikuwa karibu na ufalme. Lilikuwa shamba zuri sana. Ahabu akamwendea akamwambia, naomba uniuzie hilo shamba. Naboti akasema hapana, siwezi kukuuzia shamba ambalo nimerisi. Akasema nitakupa hela nyingi, akasema na fedha zako zinitokee hapo. Akarudi Ahabu amesikitika. Angalia huyu mwanamke Yezebeli. Akamwambia, mbona kama leo mfalme uko vizuri? Akasema si yule Naboti yule amegoma kuniuzia shamba. Yezebeli akasema niachie. Roho ya Yezebeli, roho ya uwaji, roho ya chuki, roho ya usda, roho mbaya kweli kweli. Akamfanyia mpango. Akasema Naboti amvunje sheria, wakamuua Naboti. Afu akalisi ile shamba. Basi Bwana aliendelea kuchukia ule ufalme.
Mtu mwingine ambaye alileta ukawaida na Mungu anaitwa Samsoni. Unaposoma Samsoni, hususa pale kitabu cha Waamuzi 16, utakuta kwamba Samsoni alivyokuwa anazaliwa aliambiwa kwamba asinywe mvinyo wa aina yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya mvinyo ukinywa utaanza kutoa siri. Kwa hiyo licha ya kuambia asinywe mvinyo, kuna kitu kingine kilikuwa kinamaanisha kwamba ile siri yake ya nguvu asije kumwambia mtu yote. Lakini Samsoni alikuwa na roho ya mazoea, akamwambia Delila siri yake. Na Delila alipomnyoa nywele, Delila akamwambia Samsoni, tazama Bwana, tazama Wafilisti wanakuja. Samsoni akakurupuka, anafikia nguvu, mazoea hayo, lakini anajuta nguvu ya Bwana imekwisha kumwacha. Samsoni akangolewa macho, akatobolewa, akawa kipofu. Roho ya mazoea ni roho mbaya sana. Mwingine aliyekuwa na roho ya mazoea anaitwa Yuda Iskariote. Huyu aliamua kumsaliti Mungu kwa vipande 30. Na alivyomsaliti Yesu kwa vipande 30, ile tabia haikuanza pale. Yuda ilikuwa ni tabia yake tangia mwanzo. Alikataa kubadilika. Ukiwa ni mtu wa mazoea, hata neno likakwambia hapa ulipo unakosea, Mungu amesema hiki, lakini kwa sababu unapenda kuchukulia mambo kawaida, utaendelea kushupaza shingo yako. Yuda alikuwa mtu za hazina wa Yesu. Na Yuda alikuwa ni mwizi. Yohana 12 ukisoma pale 4, kuna yule mwanamke anakuja na Mariamu, anza kumpaka Yesu pale afutie nywele zake. Yuda akasema, hii Mariamu singeuzwa kwa dinari 300 na tungeogea maskini. Lakini angalia Yohana anavyomwelezea anasema hivi. Yaani Yuda alisema vile sio kwamba anawapenda maskini, ni kwa sababu alikuwa ni mwizi. Ilikuwa ndio tabia yake. Alikataa kubadilika. Roho ya mazoea imeingia kanisani. Kanisa haliwezi kubadilika. Kanisa limeshikilia misimamo miovu hata kama Bwana anapinga, kwa sababu roho ya kawaida imeingia. Hao watu hawabadiliki tena. Wakati mgumu tumewahi kuishi nikiwa pale Advance. Mimi nilikuwa katibu wa injilisti. Malalamiko wa injilisti ndio ubili hapa mnatusema sisi. Vikao vikakaa. Nalo ni kanisa nalo hilo sasa. Mtu robili hapa simo anasema, watu hao mkisema pale mwache kutusema. Vikao hivyo. Watu wanakataa mahubiri. Na kiukweli hamna mtu anayemsema mtu. Maana tutajagi majina. Tunasoma neno, tunahubiri. Na hatuhubiri kwa kuangalia watu. Tunahubiri vile vitu ambavyo Mungu amesema tuhubiri. Anasema hivi, Yesu alisema kwamba hivi, si ninyi msemao, bali Roho wa Baba yenu akae ndani yenu. Jumapili iliyopita tulijifunza somo zuri sana. Ile somo lilikuwa linasema shauku, kumuonea shauku Mungu. Na ni somo ambalo kimtandao rohoni lilikuwa limeandaliwa kabla ya hili somo hili. Kwa sababu kuwa na shauku ya Mungu lazima utoe mazoea. Unaanza kuishi kikanuni. Na ile somo lile, ili uone Mungu alivyo ajabu, ile siku mimi ndio ilibidi nisimame kuhubiri. Lakini nilivyoambiwa, nilisema hapana, sitaweza kusimama hii Jumapili jana. Sio kwamba nilikuwa sina neno. Muda wote nasoma Biblia toka naomba. Ile niliona tu ndani yangu nasema hapana. Na nilivyokuja kuhubiri somo lile, kadri muda unavyoenda, niliona Mungu kuna kitu cha kiungu kinafanyika pale. Kiasi fadhili, kuwa na shauku. Huu ni wakati wa mwisho. Roho ya mazoea imeshaingia kanisani. Yaani bila shauku ya Mungu kanisa halitachomoka. Na hizi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati mbaya sana. Ikabodi utukufu wa Bwana umekwisha kuondoka. Tukiangalia watu ambao walikuwa wamekataa kuishi kikawaida, mmoja wapo ni huyu Yesu ambaye ndio Mungu wetu. Alivyoshuka katika ulimwengu, akakataa kuishi katika mazoea. Ukoo aliyotokea, ule ukoo
ambao kuna Yakobo, Ibrahim, Yuda. Ni ukoo ambao ulikuwa umezungukwa kama kuna uongo fulani hivi. Watangulizi wako kama kuendelea kuongopa. Lakini Yesu alipokuja akasema nitaikataa hii roho ya mazoea. Na ndio hapo anakufundisha namna gani ya mtu kukataa kawaida. Unakataa kawaida, unaanza kuishi kama Mkristo wa kweli. Yesu alianza hivi. Yesu akampokea Roho Mtakatifu. Alipompokea Roho Mtakatifu, alikuwa ni mtu wa neno. Ukisoma pale akasema akafungua chuo cha nabii Isaya akasema, Roho Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Wafungwa kufunguliwa, mateka kuwa huru. Akasema leo maandiko haya yametimia. Ina maana yeye ndiye amekuja huyo. Ndio huyo Masihi. Ina maana alikuwa ni mtu wa neno. Pia alikuwa ni mtu wa maombi. Asubuhi, mchana, jioni alikuwa ni mtu wa maombi. Ile hali ile ikampelekea akawa sio mtu wa kawaida. Siku moja anafundisha kwenye sinagogi, watu wakasema ay. Huyu siye mwana wa Yusufu. Tena baba yake ni Selemara na ndugu zake wapo hapa. Wakashangaa, wakaona mbona ni mtu ajabu. Kanisa la mwanzo lilikuwa ni moto. Nikikumbuka ile uamsho wa Azusa Street ambao tokea kule Marekani na ule mtumwa ambaye alikuwa anakaa nje ya kanisa. Lakini kwa kuwa alikuwa na shauku, akafanya mpaka leo kuna kitu kinaitwa uamsho wa Azusa. Watu walizungumza kwa lugha mpya. Watu walikuwa ni watu wa maombi. Watu walikuwa ni watu wa neno. Kwa Yesu alikataa roho ya mazoea. Kwanza alikuwa na roho ya Mungu, cha pili alikuwa mtu wa neno, cha tatu alikuwa ni mtu wa maombi. Mwingine aliyekataa roho ya mazoea nimekwambia, huyu anaitwa Elia. Elia alitembea na upako wa juu. Mpaka Mungu akaamua yeye asife duniani, atarudi kwenda mbinguni. Mtu mwingine ni Elisha. Elisha alikuwa na shauku, aliomba nguvu ya Elia hiyo maarufu ndani yake. Na ndio maana kuna watoto walitaka kuleta mazoea kwa mtumishi wa Mungu. Wakasema panda mwenye upaa. Baada ya kusema vile, kwa sababu yule mtu alikuwa sio wa kawaida, sio wa kuchezewa, nguvu ikashuka, dubu akatokea, wakameza wale vijana. Kwa nini? Alikuwa sio mtu wa kawaida. Kanisa likitoka katika kawaida, kanisa linakuwa ni moto. Likipita mahali kama kulikuwa majini yanapisha njia. Likienda katika mji kama alisema ni mji wa wachawi, tukifika tunasema usio mji wa wachawi, kuanzia leo ni mji wa Yesu Kristo na wachawi wanakimbia. Leo kanisa linakimbia wachawi. Badala wachawi wakimbie kanisa linakimbia wachawi. Kwa sababu gani? Kanisa limekuwa la baridi. Kanisa limekuwa la kawaida kwa sababu ya roho ya mazoea. Mtu mwingine aliyekataa roho ya mazoea anaitwa Samueli. Samueli alipofuatwa na Waisraeli wakasema, tumechoka, tuwekee mfalme. Akasema, kwa kuwa mmekataa Bwana kuwa mfalme wenu, akaomba radi na mvua zikaja. Kuonyesha kwamba huyu Mungu mnayemkataa sio Mungu wa kawaida. Ni heri ungemng'ang'ania Mungu. Ni heri ungempata Mungu. Huyu sio Mungu wa kawaida. Wapo watu wengi, ngoja nimalizie mtu wa mwisho. Huyu mtu wa mwisho anaitwa Paulo. Paulo alikataa roho ya mazoea. Paulo alikataa roho ya mazoea. Baada ya Mungu kumbadilisha, akaanza kwenda na Mungu sambamba. Paulo anamwambia Timotheo ambaye alikuwa ni kijana mtiifu, kijana ambaye bibi yake alikuwa anampenda Mungu, mama yake alikuwa mcha Mungu. Anamwambia kwamba Timotheo, mtu yeyote yule asiuzalau ujana wako. Maana yake wewe Timotheo, mtu asikuchukulie kikawaida. Leo hii kanisa watu wanalichukulia kikawaida. Sasa hiyo kimungu ni kosa kubwa. Kanisa linabidi liwekwe katika viwango ambavyo dunia nzima ikiona inataka iviende hivyo viwango. Mtu awaye yote asiuzalau ujana wako. Na kutokuuzalau ujana wako ni wewe mwenyewe kukataa kuishi kikawaida.
roho ya mazoea. Paulo anatoa speech ya mwisho, hotuba ya mwisho. Ukisoma Timotheo ile wa kwanza ukianzia mstari wa 4, anasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye kuja kwa hukumu walio wafu na walio hai kwa kufunuliwa kwake na mafundisho. Anamwambia Timotheo, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Wakati ukufao na wakati usiokufaa. Lazima kanisa liwe na Mungu, lisikubali kumwacha Mungu, iwe katika wakati unaofaa au usiofaa. Anamwambia, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho ya kweli, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Watakataa mafundisho ya kweli ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Watajipatia walimu makundi kwa sababu wana masikio ya utafiti. Bali wewe karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na fundisho. Wajapogeuza masikio yao, wasisikie neno la Bwana, wakafuata hadithi za mababu. Anamwambia Timotheo, vumilia mabaya yote, timiliza huduma yako, fanya kazi ya mhubiri. Asema, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wangu wa kufariki umefika. Nimevipiga vita vilivyo vyema, imani nimeilinda. Asema, mwendo nimeumaliza. Asema, baada hayo nimewekewa taji ambayo Bwana mhukumu wake atanipa. Ilikuwa ni speech ambayo ilikuwa imelenga kitu kikubwa, hususani kwa kanisa la leo ambalo limemchukulia Mungu kikawaida. Kuna wakati wa kumwabudu Bwana, kuna wakati sio wa kumwabudu Bwana. Kuna wakati wa kumkimbilia Mungu, kuna wakati wa kwenda mbali na Mungu. Mafundisho ya ajabu yanaibuka siku za hizi. Kwa nini yanaibuka? Kwa sababu ya watu wenye nia ovu, kwa sababu ya tamaa zao wenyewe. Tusimame. Music. Yoeli 2:28 Biblia inasema kwamba katika siku za mwisho Bwana anasema, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili.
wana wenu na binti zenu watatabiri, wazee wataota ndoto na vijana wataona maono. Lakini li neno watu wengi wanalichukulia kikawaida, hususan kwenye maono. Roho Mtakatifu, maono ambayo alisema ataleta ni maono ya kuilinda imani, ni maono ya kupambana mpaka mwisho, ni maono ya kutangaza injili, sio maono ya biashara, sio maono ya kuoa kama watu wengine wanavyosema. Kijana anasema kwamba tuna Roho Mtakatifu, hivi tunasumbuka kuoa kwa sababu yeye ndio Bwana maono. Hapana, Roho Mtakatifu wa kipindi hiki cha mwisho alishuka kwa sababu hizi nyakati mbaya. Dunia imekwisha kuharibika. Mtandaoni hakuna usalama, ulimwenguni hakuna salama, kwenye miji yetu hakuna salama, chaneli zetu hazina salama, hazina usalama. Leo hii kuna mpango wa shetani, wanataka kuiteka dunia. Huu ni mpango wa siri, wanataka kuharibu kizazi, wakianza na watoto wetu hawa. Nilikuwa nafuatilia mtu mmoja anasema kuhusiana na katuni, akasema hizi katuni hizi zitatumika kuleta ushoga, watu wanaona picha ambazo ni za ushoga. Nakumbuka kwamba kwa binadamu ni rahisi kujifunza mambo mbaya na kufuata kuliko mazuri. Angalia mtoto akisikiliza nyimbo za Zuchu anakalili maneno, lakini ukimwekea mafundisho ya Biblia hawezi kushika na mstari mmoja. Ni mpango wa shetani. Na ndio maana sipendi wale zangu au mtoto wake waonyeshe katuni. Sipendi mtoto aone movie ambayo mimi mwenyewe bado nishakuona movie. Sipendi kuona mtoto anaona movie ambayo sijaifuatilia mpaka mwisho, kwa sababu hizo zote ni ajenda za shetani ambazo wanataka kuharibu kizazi. Kuna mtandao unaitwa Netflix. Huo ni mtandao ambao una lengo la kufanya watu kuwa mashoga. Wanaanza na watoto. Mtoto akijifunza kitu kibaya hakiwezi kutoka, lazima nguvu ya ziada itumike. Leo hii watu walalamika wasema kwamba watoto wa saizi hawana adabu, watoto wa saizi hawana hekima, watoto na majibu mabaya. Na kupa jibu ni moja, ni kwamba kwa sababu wazazi wamesahau wajibu wao. Huwezi kumwacha mtoto anaona movie au yule movie itafikiaje. Huwezi kumwacha mtoto akacheza na watoto ajabu. Huwezi kumwacha mtoto akasikiliza muziki ajabu, lazima ataribika. Zamani ya kuwepo hiyo muziki hiyo, leo ipo na ni ngumu kukiokea kizazi hiki. Lazima nguvu ya Bwana itokee, lazima uwepo wa Bwana utokee. Ni rahisi kwa Mkristo kuona movie masaa moja, saa moja mpaka saa 12 au akakesha na movie, lakini kusoma neno dakika 10 hawezi. Usiniambie sijui. Mimi mwenyewe nimewahi kuona movie siku 3 mfululizo. Naona movie leo, naenda naingiza kesho, naona kesho naingiza. Sijaomba, sijasoma neno na kujua huko. Na ndio maana sasa hivi sionagi movie. Nitaona mahubiri mtandaoni, kama nikupumzika kuongea na watu dakika chache, nakaa peke yangu na mtafuta Mungu. Lazima kanisa tuache mazoea. Mbona ibada hatuji ibadani? Mbona tuachelewa ibadani? Ukisikia kwamba kuna bosi anaenda kukupa milioni, utachelewa wewe? Tumechukulia mazoea, hatuheshimu ibada tena. Ukafumba macho ulipo, mwambie Mungu akupe roho wake. Mwambie Yesu aratesha leo. Unaweza kumwita Yesu moyoni mwako. Mwambie Bwana, naomba unitakase. Mwambie Bwana, ninakumbuka wewe Mungu sio wa kawaida kama nilivyokuchukulia. Mwambie wewe Mungu wetu ni moto ulao. Jina lako linaitwa Jehova Shama. Yaani wewe Mungu uko milele yote. Unaweza kuanza kuomba sasa hivi. Nakasheketelebosikataya. Peredelebosikataya. Retesi parada bakoria. Yesu, nihurumie kanisa lako. Baba, tumeacha ibada, tumetafuta nia zetu, tumesahau neno lako lazima kwamba tutafuta ufalme wako kwanza, na mengine yote kamayo utatuzidishia. Ukasema mtapata maradhi ya duniani na mbinguni tena mtapata. Tumekusahau Mungu, hatuna mkazo, hatuombi tena Baba, hatufanyi neno tena Baba. Masikio yetu yamekataa kugeuzika,
zangu wa kwanza. Roho Mola nikose vyote. Na kuhitaji wewe kwanza. Roho Mtakatifu wewe. Na kuhitaji wewe kwanza. Radaba sekete robo shema. Arada bakori amo. Marita sekete robo. Ayana na manosha kakaya. Arada bosikete kaya robo. Inarade sekete robo. Arada bakori amo robo kaya. Bwana, tumecheza na dhambi. Tumechukulia dhambi ni kitu cha kawaida. Tumesahau utakatifu. Ikabali. Utukufu wako umeondoka. Marida babosi kaya daba. Roye kabali. Roye zebe. Kwa jina la Yesu paka. Rapa roye kaya. Roye kabali. Roye zebe. Roye matwaya. Wanyosha kwa jina la Yesu. Wela mazoea popote ulipo kwa jina la Yesu. Shamaka. Jana na Bwana. Atia mwache Mungu wetu. Mungu wetu sio kawaida. Yeye ni moto. Lazima tuone wewe Bwana. Rapa sheketerebo. Rapa deria karababo sharaba. Meria dabakosi yakaya. Merenebo sheketerebo. Rakayana na mana masekete. Yede koria na mano. Rande matifu. Wala mkusuka. Yana na mano. Yana na mano. Tembea. Kaya. Relevasa. Relaya na mano. Soka rote na kitasa. Ana kutembea na yote. Wajaze baba. Wajaze Mungu, wajaze Yesu, wajaze Baba, wajaze Yehova. Arada baba sendelia, arada baba sendelia. Yana na mana. Soka rote kabisa. Tembea Mariama, tembea kwa kila mmoja. Arada seketenya. Marida bakose kaya. Tembea rote kabisa. Tembea Mariama. Kanisa ni lako. Uwepo wako uwe Mariama. Ili kanisa ni lako. Na sisi ni wako Bwana. Tembea Mariama. Rapa kaya. Washa moto. Washa moto. Washa moto. Washa moto. Washa moto na yetu. Washa moto. Yana. Washa moto Baba. Washa moto. Yana rebekaya. Redama kataya. Washa moto Baba. Washa moto. Washa moto. Washa moto Baba. Washa moto. Washa moto kanisa lako. Arada babu. Rebe seketerebo. Arada bakori apanda. Anara bakaira ba. Resi para bakaira. Randeme kori apaya. Washa moto. Washa moto. Washa moto kanisa. Asante kwa utukufu wako. Ikabodi hayupo tena. Hakuna roho ya Yezebeli mahali hapa. Hakuna roho ya mazoea mahali hapa. Kwa jina la Yesu haipo tena. Haredekeshe peria.